Wapendwa watazamaji wetu, ni mimi Didi Mitem. Kwa furaha kubwa kabisa ninawakaribisha tena katika vipindi vyetu vinavyohusiana na mahusiano ya uchumba, ndoa na familia, vyenye jina la Ndoa Kama Njia Panda. Leo tutakwenda kuwa na somo lenye kichwa cha habari kinachosema umuhimu wa kuwafahamu wakwe watarajiwa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Umuhimu wa kuwafahamu wakwe watarajiwa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Wapendwa watazamaji wetu, katika vipindi vyetu vilivyopita tulipokuwa tunaangalia maana ya uchumba na umuhimu wake, tuliona ya kwamba uchumba ni kipindi cha mpito kuelekea kwenye ndoa, ambako wachumba hupata nafasi au huitumia nafasi hiyo kufahamiana vizuri kabla ya kuingia kwenye ndoa. Wapendwa watazamaji wetu, katika safari ya uchumba kuelekea kwenye ndoa, ni muhimu sana kumfahamu mwenzi wako au mchumba wako, yani mke mtarajiwa, mke wako mtarajiwa au mume wake mtarajiwa. Ni vizuri kumfahamu vizuri, na viko vigezo vingi au taratibu mwingi tuliangalia pale mwanzo wakati tunazungumzia masuala ya uchumba, ambavyo itatusaidia kufahamiana. Na leo tutakwenda kuangalia moja ya kigezo cha muhimu au taratibu wa muhimu ambao utawawezesha wachumba kufahamiana zaidi, na kigezo hicho ni kuwafahamu wakwe zake watarajiwa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Tunapozungumzia wakwe watarajiwa, tuna maana ni wazazi wa mchumba wake kama wapo hai bado, ndugu zake wa kuzaliwa wa kike na wa kiume, mashangazi wa mchumba wake, pamoja na wajomba na kadhalika na kadhalika. Wako vijana wengine au watu wengine baada ya kuchumbiana, basi mmoja wapo labda wamekutana labda maisha mjini hapa au katika mji fulani huko, basi wanaendelea tu na maisha. Huenda wanaweza wakafunga ndoa vizuri kabisa, wakafunga ndoa labda kanisani au kupitia utaratibu wote mzuri wa kisheria, lakini unakuta bado hawajafahamiana hawajafahamiana na ndugu na wakwe, yani ndugu wa karibu wa mchumba wake. Unakuta ile ndoa waliohusika ni marafiki tu. Wapendwa wa watazamaji wetu, kuna umuhimu mkubwa wa kuwafahamu wakwe watarajiwa, kwa maana ya wazazi wa mchumba wako, ndugu zake wa kuzaliwa wa kike na wa kiume, pamoja na mashangazi na wajomba. Nitakwenda kueleza hapa mbele kwa nini kuna umuhimu huo. Wapendwa watazamaji wetu, katika kumfahamu maisha ya mtu, moja ya utaratibu ambao unaweza kukusaidia kumfahamu ni pamoja na kuwafahamu wazazi wake, ni pamoja na kuwafahamu ndugu zake wa kuzaliwa, ni pamoja na kuwafahamu ndugu zake kama vile wajomba na mashangazi. Na isitokee labda mchumba wako akakwambia, mimi wazazi wangu wako mbali, wako mkoani mbali, wako kijijini, ni sehemu mbali ambayo hatuwezi kufika kwa urahisi, basi tuendelee tu na taratibu za ndoa. Baada ya kufunga ndoa yetu, basi iko siku tutatafuta nafasi, tutakwenda kuwaona. Au wengine wanakuambia labda wasiliana nao kwa njia ya simu, labda unaweza kuongea nao tu kwa simu. Siku tukishakaa vizuri, tukijiweka vizuri kimaisha, basi tutakwenda kuwaona. Au wako wengine wanaweza kuambia hata wazazi wangu na ndugu zangu wa kuzaliwa wako nchi ya jirani. Unakuta labda ni mgeni anaishi hapa Tanzania, labda anakuambia ndugu zangu wako Kenya, eneo la mbali kabisa, labda wako Uganda, wako Kongo. Ni ngumu sana kwenda huko kwa sasa hivi, lakini tunaweza tukaendelea na mipango yetu ya ndoa na tukajipanga, na siku tukiwa tayari
basi tutakwenda kuwatembelea. Mpendwa ambao unanisikiliza katika kipindi hiki, kutokana na unyeti wa maisha ya ndoa, mimi nashauri ni muhimu sana ukawafahamu wakwe zako, kwa maana ya wazazi wa mchumba wako, ndugu zake wa kuzaliwa, na ikiwezekana mashangazi na wajomba, kabla hamjaingia kwenye ndoa. Hiki ni kigezo cha muhimu sana, kitakusaidia kumfahamu zaidi mchumba wako. Viko visa au story ambazo mimi niwe kuzisikia, story za kweli kabisa, ambazo zilipelekea hata kuharibu ndoa au kuvunja amani kabisa kwenye ndoa, kwa sababu ya wachumba kutofahamiana vizuri wakati wa uchumba, kutokana na mambo ambayo wanayaficha. Kwa mfano, iko habari moja ambayo nilisikia, ambayo napenda nikuhadisie leo, ya kweli kabisa, ilitokea hapa Tanzania, tena kwenye kanisa. Liko kanisa moja ambayo ilipokea wavulana wawili vijana, na hawa vijana walitambulisha kwamba walikuwa wanatoka katika nchi ya Kongo DRC, na walifika kanisani pale, walionyesha bidii kubwa ya kwamba wanampenda Mungu, na walikuwa na vipaji vya mambo ya music na uimbaji, na walijiunga na kwaya au timu za kusifu na kuabudu pale kanisani. Lakini hakuna mtu aliyekuwa anafahamu wazazi wa hawa wa kuzaliwa au ndugu za hawa vijana, isipokuwa walisema tu wametokea nchi ya Kongo DRC na wamekuja kutafuta maisha hapa Tanzania. Na waliruhusiwa, walijiunga na kwaya, na waliendelea vizuri na huduma kanisani. Na ilifikia mahali hawa wavulana waliwachumbia mabinti wawili wa lile kanisa, na wale mabinti walikuwa ni mabinti ambao wako vizuri kimaisha, na maana walikuwa na elimu nzuri na walikuwa na kazi nzuri, lakini walikuwa bado hawajaolewa. Kwa hiyo moja kwa moja wale mabinti walikubali kuolewa na wale wavulana, na waliolewa na wale wavulana. Waliwaambia, kwa sababu wazazi wetu wako mbali, wako Kongo huko ndani kwenye miji ya ndani, labda tufunge kwanza ndoa, tutakapopata nafasi ndipo tutakwenda kuwatembelea. Na ilifanyika hivyo kanisani, na zile ndoa zilifungwa ingani kwa nyakati tofauti, lakini zile ndoa mbili zilifungwa, na wale wavulana walianza kuishi na wake zao kama kawaida. Na kwa sababu wale wavulana walikuwa hawana kazi maalum, waliokuwa na kazi ni wale wavulana, ukumbuke, ni wale wasichana. Wale mabiti ndio walikuwa na kazi za maana. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba familia zile mbili zilikuwa zinabebwa au zinahudumiwa zaidi na wake wale mabinti ndio walikuwa wanahudumia familia zao. Sasa na waliishi kwa muda kidogo, kama zaidi ya mwaka na zaidi, na familia zote mbili walibahatika kupata mtoto. Kila familia ilipata mtoto mmoja, na waliendelea vizuri na maisha. Lakini nataka nikuambie, siku moja wale wavulana wawili walitoweka. Wale waume wawili walitoweka ghafla na hawakuonekana. Na yule mwanamke wa kwanza alimtafuta mume wake, hakumuona kabisa, isipokuwa alikuta begi lake ndio halipo nyumbani, na wote walikuta hivyo hivyo. Kwa hiyo walienda kuripoti kwa mchungaji kwamba waume zetu hatuwaoni walipokwenda, na baadaye waliripoti hata polisi. Lakini baada ya kanisa na wale wake sasa, na wale mabinti kujitahidi taratibu za kujaribu kuwasiliana na Kongo kuweza kuwapata, walifanikiwa kupata mawasiliano nao ya kwamba wale wavulana walikuwa Kongo, walikuwa wamerejea Kongo. Na walipochunguza wale Kongo, waliambiwa kwamba wale wavulana wawili kule Kongo tayari walikuwa wameoa, walikuwa na kila mmoja alikuwa na mke na watoto kadhaa. Hivyo kule walikuwa wameoa, walikuwa ni waume za watu wa ndoa, lakini waliondoka wakaja hapa Tanzania. Walipofika Tanzania wakasingizia kwamba au wakadanganya ya kwamba walikuwa hawajaoa. Kwa hiyo baada ile taarifa kuja huku ya kwamba ya kupata ya uhakika kwamba wale wavulana wawili walikuwa ni waume za watu kule Kongo, ilikuwa ngumu kabisa. Kwa hiyo ilibidi wale mabinti wabakie hapa Tanzania, waendelee kulea, kila mtu aendelee kulea mtoto wake.
na walikuwa kama wamepaniki, wamechanganyikiwa kabisa, hawajui wafanye nini. Kwa hiyo waliendelea kulea watoto bila kujua hatima ya baba wa mtoto. Kisa hiki ambacho ni cha kweli kabisa ambacho kilitokea, kinatuonyesha kwamba ni muhimu kwa wewe binti ambaye umechumbiwa ukawafahamu wakwe watarajiwa wa mume wako mtarajiwa. Hali kadhalika na wewe mvulana ambaye umemchumbia binti, ni muhimu ukafahamu wakwe wako watarajiwa, kwa maana kuwafahamu wazazi wake, ndugu zake wa kuzaliwa na hata mashangazi na wajomba. Utajifunza kitu. Labda nielezee kisa kingine. Kiko kisa kimoja cha pia, yuko bwana mmoja ambaye naye pia alikuta binti mmoja akamchumbia hivyo hivyo hapa Tanzania. Yule binti alichumbiwa na bwana mmoja hapa Tanzania, na yule bwana alikuwa anaishi katika nchi za nje, na akaja hapa akamchumbia, na baadaye wakafunga ndoa, wakaanza kuishi bila yule bwana kwenda bila yule binti kwenda kuwafahamu ndugu wa karibu wa yule mwanamme. Na siku moja wakiwa katika ndoa yao, ndipo walipoamua kwenda nyumbani kwa yule binti, na mume wake walienda nyumbani kwa mume wake, yani kuona wakwe zake. Sasa walipofika kule, kumbe yule bwana kabla hajamuoa yule binti alikuwa na mtoto na mwanamke mwingine, na yule mtoto alikuwa tayari ni mtoto mkubwa, alikuwa kule nyumbani kwao. Sasa walipofika kule, yule mwanamume, ukumbuke, alikuwa hajamwambia kabisa yule mwanamke ya kwamba ana mtoto. Kwa mshangao mkubwa, mashangazi wakashauriana, wakaona ni muhimu yule mwanamke akafahamu ya kwamba yule bwana ana mtoto, na kweli wakampa taarifa. Baada ya kumpa taarifa, kwa kweli yule mwanamke alipaniki sana, na litokea mgogoro mkubwa sana kwenye ile ndoa, na mahusiano yule bwana na yule mwanamke yalikaa pasipo kuaminiana kwa muda mrefu sana. Labda ninachotaka kusema hapa, kuwa na mtoto kabla ya kuingia kwenye ndoa sio kikwazo cha kuingia kwenye ndoa, wala kikwazo kitakuwa ni pale ambapo hujampa mwenzako taarifa. Ndicho ninachozungumzia hapa. Unaweza kuwa na mtoto kabla hujaoa au kuolewa, na sio mtoto tu, unaweza kuwa hata na watoto kadhaa. Lakini ni muhimu, kama vile nilivyokwisha kuzungumzia katika vipindi vyangu vya uchumba, jinsi ya kuendesha uchumba huko awali, ni muhimu kabla ya kuingia kwenye ndoa, kama kuna mtoto ambaye umemzaa kabla ya ndoa, basi ni muhimu ukamwambia mwenzi wako. Kama ni mtoto mmoja au ni watoto kadhaa, ni vizuri akawafahamu, na sio tu afahamu, lakini unaweza hata ukampa habari zaidi jinsi ulivyowapata hawa watoto, na hata mkakubaliana ya kwamba hawa watoto mtawaleaje baada ya ndoa yenu, ya kwamba je, watakuwa ni sehemu ya familia yenu. Na hii huwa inasaidia hivi, sio tu kwamba inaondoa tu uaminifu, sio tu kwamba inavunja uaminifu, lakini pia kumwelewesha au kumjulisha mwenzi wako, mchumba wako, juu ya mtoto uliomzaa nje, au watoto kabla ya ndoa, na kufanya makubaliano ya jinsi ya kuwalea hawa watoto baada ya ndoa yenu, husaidia mambo yafuatayo. Inawezekana kabisa baada ya ndoa yenu, labda ukaja ukamfahamisha mwenzi wako kwamba mimi nina mtoto nje, unajua nilikuwa na mtoto au nilikuwa na watoto. Ni kweli kabisa, unaweza kumfahamisha hivyo na mkakubaliana kuwalea wale watoto. Lakini ikiwa wale watoto wanaweza kuwa na tabia, kunaweza kutokea changamoto kubwa ambayo inaweza kusababishwa na tabia ya wale watoto, au pia changamoto kubwa inaweza kusababishwa na tabia ya mzazi mwenzako, yaani yule mwanamke au mwanamume uliyezaa naye kabla ya kuolewa au kuoa. Yule mzazi mwenzako ambaye umezaa naye kabla ya kuoa kuolewa, anaweza kuwa na tabia fulani ambayo ikaingilia ndoa yenu na kuleta changamoto. Nataka nikuambie hivi, kama hukumshirikisha mwenzako, hukumpa taarifa za yule mtoto au wale watoto ambao umezaa, na mkafanya makubaliano kabla ya kuingia kwenye ndoa, changamoto ikitokea inaweza kuwa kubwa na inaweza kuharibu ndoa yenu kabisa. Lakini kama ulimfahamisha
kabla hamjaoana, katika kipindi chenu cha uchumba, ya kwamba una mtoto umemzaa nje au una watoto umewazaa na mkakubaliana kabisa ya kwamba baada ya kuoana watakuwa ni sehemu ya familia yenu, hata kama kutatokea changamoto yoyote, aidha inayotokana na tabia ya watoto wenyewe au inayotokana na yule mzazi mwenzako, hiyo changamoto nyie ni rahisi kuishinda. Wapendwa watazamaji wetu, hivyo wewe ambaye ni mchumba, unaendesha uchumba, ni muhimu sana kujitahidi kadiri iwezekanavyo yule mchumba wako akutambulishe kwa wazazi wake, akutambulishe kwa ndugu zake wa kuzaliwa, akutambulishe kwa wajomba zake, mashangazi wake, na akupeleke ukweni. Akupeleke ukweni kwao, akupeleke ukweni utarajiwa, kwa wakwe zako watarajiwa, kwa ndugu zake ukawaone, kwa mashangazi zako watarajiwa, kwa mashangazi zake, mawifi zako watarajiwa, mashemeji zako watarajiwa. Lazima akupeleke ukawaone, na utakapofika kule usifunge fahamu zako, uende kule uwe nusu umeenda kuwafahamu, lakini pia ufungue ufahamu wako, uende kiuchunguzi. Nataka nikuambie, kama kuna jambo lolote ambalo yule mchumba wako amelifanya, jambo ambalo ni kubwa, ukifika ukweni lazima hilo jambo utalifahamu. Aidha kama sio moja kwa moja, utalifahamu kupitia ishara, wazungu wanaita body languages. Lazima jinsi shangazi anavyoangalia, watakavyokupokea, lazima utanotice, utafahamu kuna kitu ambacho kinaendelea, au kuna tabia huyu bwana alikuwa nayo sio ya kawaida. Utagundua kitu, utajifunza kitu. Wapendwa watazamaji wangu, lengo la kumfahamu mchumba wako vizuri zaidi wakati wa uchumba haina maana kwamba ni lazima uje uvunje uchumba, hapana. Lakini hii itawasaidia au itakusaidia kufanya maamuzi zaidi ukiwa katika nafasi nzuri zaidi ya kumfahamu mwenzi wako zaidi. Kwa hiyo ni muhimu sana. Hata mwenzi wako anaweza kukwambia, bwana, tumekutana hapa mjini, wazazi wangu wako mikoa ya mbali kabisa huko bara, hatuwezi kwenda huko kwa sasa hivi, mimi sina nauli. Unaonaje tu swala hili, unajua ni la kwetu wawili, tunaweza tukafunga ndoa, lakini baadaye tukikaa sawa tutakwenda tutawaona. Labda wazazi wangu wako nchi ya jirani, ni ngumu sasa hivi kwenda huko, tutakuja tutajipanga tutakwenda. Mpendwa msikilizaji wangu, jitahidi kwa gharama yoyote, kwa sababu ya unyeti wa swala la ndoa. Ukumbuke swala la ndoa ni swala la maisha yote, kama kipindi chetu kinaposema, ndoa kama njia panda. Ukumbuke ndoa ndio inaamua juu ya hatima ya maisha yako. Kwa hiyo ukiingia katika ukiunganishwa na mtu ambaye sio sahihi, usimfahamu vizuri, inaweza ikaharibu maisha yako yote. Hivyo kutokana na unyeti wa swala la ndoa, ni muhimu sana ukajitahidi ukamfahamu mwenzi wako kadiri iwezekanavyo, na hii pia itahusisha hatua ya kuwafahamu wazazi wake kabla ya ndoa, kuwafahamu ndugu zake wa kuzaliwa, kuwafahamu hata ndugu wengine kama wajomba na mashangazi, na hata ikiwezekana haswa kwa kufika eneo ambalo huyu bwana amezaliwa na amekulia humo. Hiyo itakusaidia sana. Basi mpendwa mtazamaji wangu au watazamaji wetu, kwa leo tunafikia mwisho hapo. Kama una maoni, una comment zozote, usiache kucomment hapo, na ili tuendelee kuboresha vipindi hivi kwa faida ya kujenga ndoa iliyo bora. Basi hadi wakati mwingine, ninakuaga kwa furaha nikisema asante kwa kunisikiliza.